Alright. Mtazamaji, ni kwa stari moja kwa hakika basi Rio kabambe sana tena zaidi. Hebu tukuingalia sasa basi ukipenda kwenye ruti za introduction ya sinema. Huku wana Motion Pictures Corporation of America wanakuletea The Saint, ndilo title kamili la hili sinema. Na ikiwa ni kwenye mwanzo wa sinema, hebu tukuingalia sasa kwa upande wa Moscow, Russia. Zaidi mahali ambako tunakuja kupata kuna magaidi fulani kama hawa shasha. Kuna magaidi na hapa basi wamekuingilia area zenye uwezo kupanda wa Moscow, Russia. Mwanzo wanahitaji masilaha. Zaidi wanaongozwa na gaidi fulani kwa jina la Joram. Joram mwenyewe ndiye huyu shasha. Huyu gaidi anataka kununua makombora kisha aweze kwenda nazo hapa basi kufanya biashara na zile maripuzi za kigaidi. Na kwa hivyo alikuja kukaribishwa kwake sasa wa Jose. Welcome to Moscow. Akafahamishwa, Enjoy your stay. Enjoy your stay. Welcome to Moscow. Ni ya kuingilia kule upande wa ndani waweze kuonana na gaidi fulani kwa jina la wa Jose. Lakini hawana habari kule Rutikando wanachunguriwa na wanapolisi fulani ambao hapa basi wameweza kujiseti area zenye wezi. Mwanzo washaweza kujua kuna biashara za kigaidi ambazo zinaendelea area zenye wezi. Zaidi wanaongozwa na huyu mwanapolisi kwa jina la Agent Cooper. Wale magaidi wakaweza kujisunda kule upande wa ndani. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, hawana habari huku upande wa ndani kuna undercover agent. Joram akakuingilia na kisha akaweza kupatana na yule mdozi kwa jina la wa Jose. Wa Jose akaweza kuona hapa basi customers wameweza kufika na kisha hapa basi akawafahamisha, weza kuketi chini na nani tuweze kufanya biashara. Hey, wana huyu Vavara ikaa chini. Take a seat. Mchunge hawa watu. Siamini huyu wa Jose hata kidogo, na kwa hivyo magaidi wangu ni mukae chonjo kabisa. For the anti-terrorism summit. Wa Jose kakuja kamfahamisha Vavarai sasa. Nasikia unatafuta makombora. Hapa sasa ndipo mahali na ambako utaweza kupata makombora zile kari. All of it? Aha. Nataka uweze kunyonyesha madhahabu na ambazo umeweza kuniletea. Wewe. Nani? Kaa chonjo Vavarai. Kaa chonjo. Wewe. Please. Joram akoranda. Mwanzo najua hawa magaidi. Ukienda kufanya kazi hapa basi na magaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji, lazima ukue chonjo. Mwanzo unaona Joram vile ambavyo hapa basi ameweza kujipanga na magaidi wake. Lakini Wanjosari kuja kumfahamisha Vavarai, weka bunduki chini tuweze kuongea kama wanaume nani. Vavarai, weka bunduki chini. Sawa. Wekeni bunduki chini nani. Lakini mkae chonjo. Siamini hawa magaidi. Na unaona kule Rutikando akina Agent Cooper ni kusikiza wanasikiza hii mawasiliano hapa basi kati ya huyu wa Jose na huyu hapa basi gaidi kwa jina la Joram. Pokaje. Vavarai, leta hiyo makombora nani. Hawa watu wataki urafiki. Leta makombora tufanye biashara haraka tuweze kwenda. Kombora likaweza kuletwa design kama hiyo. Unasikia sasa hili ni nuclear weapon. Ina maana sasa hili ni kombora na maro hapa basi ni hatari kubwa sana tena zaidi. Lenyewe ndio hili. Hili sasa ndilo kombora na maro hapa basi huyu gaidi kwa jina la Joram anahitaji. Na kwa hivyo ashaweza kupewa kombora, na kwa hivyo yeye sasa ni aweze kuonyeshana madhahabu na ambazo ameweza kuleta. Imagine wanalipana na madhahabu ndugu brother mpenzi mtazamaji. Vile ambavyo wewe unaendanga dukani unalipa eti wewe unanunua sukari unapeana pesa. Hawa sasa magaidi wanauziana makombora na kisha wanalipana na madhahabu. Alright. Don't forget.
Na kwa hivyo sasa alikuja kupewa key, akafahamishwa hii sasa ndio funguo ya hilo kombora. Imagine kombora liko mpaka na funguo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Akafahamishwa kama hilo kombora halina hilo funguo, aliwezi likafanya kazi. Na kwa biashara mzuri ambayo tumeweza kufanya, shika kamunyweso tuweze kusherehekea nani. Lakini Joram haamini hawa magaidi hata kidogo. Ndio maana ndugu brother mpenzi mtazamaji nakwambia, ukifanya kazi ya kigaidi inafaa ukuwe mwangalifu sana tena zaidi. Mwanzo kwa ile kamunyweso na ambayo wanakunywa hawana habari. Kuna msaliti wa hichi kikosi cha Wanjose na ambaye hapa basi ameweza kupoison kila mtu na ambaye hapa basi kwa area zenyewe hizi. We need to go. Wanapolisi wanasikiza wakiongozwa na huyu Agent Cooper. Agent Cooper kaweza kusensa kajua kuna kitu ambacho hapa basi kinaendelea kurupana ndani, kitu ambacho sio cha kawaida hata kidogo, na kwa hivyo akaamua kuja kukagua hapa basi aweze kuona nini ambacho kinaendelea area zenyewe hizi. Punde si punde Joram akaanza hapa basi kusita, akaanza kusikia kizunguzungu. Magaidi wake pia vile vile Wanjose, magaidi wake Joram, magaidi wake wote kando wameweza hapa basi kutiliwa sumu. Nani ameweza kuatilia sumu? Check maneno shasha. Jamaa ambaye hapa basi aliyestarring kwenye sinema, jamaa mwenyewe anajulikana kama verbas kupenda Simon Templar aka The Saint. Mwenyewe ndio huyu sasa mtazamaji, na yeye ni mwizi lakini anahitaji zile madhabu. Ameweza kuwapoison watu, akapoison wenzake. Mwanzo anahitaji madhabu na mazo hapa basi Joram ameweza kuleta ira zenyewe hizi. Akakuja kuchukua madhabu, lakini punde si punde kiparangoto, kuna gaidi ambaye hapa basi hakukufa, alikuwa ameenda msalani. Na kwa hivyo kurundi Vavarai, mbona kila mtu amelala? Now I know this must look bad. Actually, a very... Mbona kila mtu ni kudozi ameweza kudozi? Kitanzi shasha. Jamaa wetu Simon Templar na yule kipara wakanzana shasha. Na yule Agent Cooper, yule mwana FBI akaweza kuchomoka akakuja hapa basi kuona nini ambacho basi kinaendelea huku upande wa ndani. Mwanzo umesikia kushaweza kuzuka kitanzi. Kipara yamtafuta jamaa wetu Simon Templar, na yeye yule Agent Cooper ni kukuingiria na kuingiria shasha. Kipara mwenyewe ndio huyo. Na kwa hivyo sasa jamaa wetu Simon Templar ni uweza kujichunga. Mwanzo kiparako na buduki na hacheki na mtu yeyote. Vavarai nani on the trigger button. hili ni kombora nimeweza kuwekelea kidore. Ukinipiga risasi niweze kuachiria hapa, tutaweza kulipuka sisi wote. Kila mtu ambaye yako huku upande wa Moscow ataweza kuyaga dunia. Lakini gaidi kamfahamisha Vavarai, hilo kombora halijaweza kuwekwa funguo. Funguo iko kwa shingo yako najua, na kombora haliwezi likafanya kazi bila funguo. Na kwa hivyo nandanganya. Na kudanganya Da. Because button does nothing without key. Does nothing without the key. Okay, umejanjaruka nani? Utaniambia kwa nini umeweza kujanjaruka nani? Mbona umejanjaruka na una nywele Vavarai? Unajanjaruka na una nywele kwa nini nani? Tunaambiangwa wahenga wanasemanga nywele ni akili. Na wewe hauna akili. Mbona wewe ni mjanja na una nywele nani? Hauna nywele na unajanjaruka mbona Vavarai? Unataka kumaanisha sasa wahenga hawakuwa wanajua kitu wanasema? Wahenga walisema akili ni nywele. Na wewe unanyoa una expect kuwe na akili Vavarai? Punde si punde jamaa wetu yule mwana polisi kwa jina la Agent Cooper akakuja kuweza kumuokolea jamaa wetu, na kuifaa hapa basi jamaa wetu kaweza kupata chance ya kuweza kuepa. Jichunge wewe Agent Cooper. Agent Cooper, come in. Agent Cooper huweza kujichunga. Wenzake wanamuuliza nani, mambo iko vipi upande wa ndani nani? Lakini huku sasa upande wa ndani ni kitanzi. We Vavarai,
What are you doing here? Unafanya nini? At the moment, hiding. Akamfahamisha Vavarai, nahitaji hizo madhahabu vibaya sana tena zaidi. Simon, you're Huyu jamaa wetu agent, yani Simon Templar, Since when does the FBI have jurisdiction in Russia? yeye ni mwizi mtazamaji. Sikiza. Huyu agent Cooper, yeye ni mwana polisi, yeye ni mwana FBI. Lakini huyu na yeye jamaa wetu Simon Templar, yeye ni mwizi. Ako na haja na zile madhahabu. I can sit here with you continuing not to believe me and be turned into Swiss cheese, or Yeye ni mwizi na ambaye anaibianga magaidi na anasaidia wana polisi kuweza hapa basi kupata wale magaidi, na kwa hivyo Wait. What are you doing? yeye ako na haja na zile madhahabu. Vavarai, kaa hapa, wewe kamata gaidi, mimi haja yangu ni zile madhahabu. Vavarai, wewe jamaa wetu Simon Templar akakuja akachukua hapa basi, akaanza kuchukua zile madhahabu huku basi na yeye Agent Cooper wanazindi hapa basi kukabidhiana na yule hapa basi kupenda yule Mutoinyoi. Agent Cooper wanazindi hapa basi kukabidhiana na yule kipara. Chunga jamaa wetu Agent Cooper, itabidi muweze kuchunga. Agent Cooper, punde si punde Agent Cooper akaweza kupatikana na kipara. Unajaribu kupiga marisasi, bunduki yake imeweza kuisha. Lakini punde si punde you're welcome. Simon Templar akakuja akaweza kumuokorea Agent Cooper. Akamfahamisha nani? Lazima nikuweke ndani. Wewe ni mwizi. Hata kama unaibia wezi, bado wewe ni mwizi. Wewe polisi. Don't worry. Vavarai, mnafika mkuu, mmechelewa sana bwana. You are too late. Lakini nimeweza kukamata gaidi hapa. Huyu tunamweka ndani. Gaidi mgani? Jamaa wetu ashaweza kuwepa kitambo gani ndugu brother mpenzi mtazamaji. Unasikia sasa jamaa wetu Simon Templar, yeye ni mwizi lakini anaibianga wezi wengine. Unaona? Na naacha akiba, naacha kandi imeandikwa The Saint. Yeye sasa ndiye mwizi na hapa basi anajitanga The Saint. Kandi yake yenyewe ndio hiyo. Huyu sasa jamaa wetu Simon Templar, unasikia yeye ni mwizi na anaibianga wezi wengine. For example, hapo ameenda akasaidia wanapolisi kuweza hapa basi kuangamiza wale wezi. Right. Akasaidia wanapolisi wakaweza kupata lile kombora. Na kisha yeye akaweza kujiripa na zile madhahabu zake Simon. Hiyo sasa ndio kazi ambayo hapa basi jamaa wetu Simon Templar anafanyanga. Anaenda napata mahali ambako hapa basi wezi walipo. Anawaua wale wezi ama anawakamata. Na kisha zile pesa ambazo wale wezi walikuanga nazo anajiripa nazo. Na anakuwa hapa basi amefanya kazi ya kuwasaidia wanapolisi kuweza kuwakamata wale wezi. Nations Relief Agency has pledged aid to the region, but the money has been held up over fears that it simply won't. Alright. Hebu sasa mtazamaji, tuchomoke hizo nyingi tukuja kupata hapa basi kwa news nako, kwa habari kunasemekana namna gani? In aid for President wa Nigeria, zaidi huyu president kwa jina la Ezekiel Ibaka, reached out to groups around the world in an effort to keep his country from falling apart. inasemekana kwa upande wa Nigeria kuna shinda mingi sana tena zaidi. Watu wameweza kukosa chakula, watu wameweza hapa basi kuafektiwa na magonjwa mingi sana tena zaidi, na kwa hivyo wanahitaji usaidizi. Na kwa hivyo sasa hapa basi ukipenda yule president wa Nigeria kwa jina la Ezekiel Ibaka alikuja kutafuta usaidizi kwake huyu mdozi kwa jina la Ian Ojivli, huyu mzungu shasha. Alikuja kumfahamisha Vavarai, nchi yetu ni kuumia inaumia, na kwa hivyo tunahitaji msaada wako. The lengths to which you've gone to help your people, Mr. President, will go down in history. And remember, it takes courage to ask for help. Na kwa hivyo basi alikuja kufahamishwa, kusaidia nchi yako tutaweza kuisaidia, lakini itabidi hapa basi hata wewe uweze kufanya zile mambo zetu za kawaida. Did you ever think that $2.5 billion? Unasikia wanaongelea pesa ngapi? $2.5 billion. To you and Hizo mtazamaji ukizikonvert kwa pesa za Kenya ni pesa kama bilioni 300. 300 billion Kenyan shillings. Hizo ndizo pesa wanaongelea. Na president akakuja akamuuliza Vavarai, hii pesa umeweza kutoa wapi?
Akamfahamisha hii ni pete ya familia nani, hii ni pete ambayo hapa basi nilipewa na nyanya yangu na ambaye alikuwa amepewa na nyanya ya nyanya yake. Yani hii ni pete ambayo iko na historia kubwa sana tena zaidi. Right. Sisi ni watu wazuri na kwa hivyo nitaweza kusaidia nchi ya Nigeria iweze kutoka kwenye shinda. Grateful that it did. Wakaweza kukubaliana design kama hiyo ndugu brother mpenzi mtazamaji, kwa maana kwa eti Ian Onjivle ataweza kumsaidia huyu sasa Ezekiel Ibaka, president wa Nigeria, aweze kutoka kwenye shinda. Alright, hebu sasa tukuje kupata manzi mwingine na hapa basi anajulikana kama Verbaspenda Patricia. Huyu manzi shasha. Huyu manzi na hapa basi anampiga yule Ian mapicha design kama hiyo. Anajulikana kama Verbaspenda Patricia. Huyu na yeye Patricia anakuanga hapa basi ni girlfriend wake jamaa wetu Simon Templar. Huyu Patricia yeye ni girlfriend wa yule jamaa na hapa basi tuliona kiibia magaindi, yule Simon Templar. Huyu sasa, huyu dem ni demu wake yule jamaa. Sir. Alright, na kwa hivyo basi ukipenda Ian Onjivle, huyu jamaa kwa jina la Yano, mtazamaji hata wazungu wanaitangwa Yano nani. People in need. Alikuja sasa kuongea na sekretari wake akamfahamisha, yani zaidi huyu sasa ni treasurer wake akamfahamisha Vavarai. He asked about your ring, didn't he? Hii sasa ni ring namba hapa basi iko na account mingi sana tena zaidi. Hii ring ndio namba hapa basi imeweza kubeba information kuhusu hapa basi bank account zangu zote na zile vitu zote na ambazo nahitaji kujua kuhusu pesa zangu. Na kwa hivyo nataka usiku wa leo, Why? ikifika saa 6 ya usiku, uweze kutransfer $2.5 billion Means something to you. kwa akaunti yake Ezekiel Ibaka, president wa Nigeria. Nataka hapa basi muweze hapa basi kuweza kupeana hizo pesa, uzitoe kwa akaunti yangu, upeane kwa president wa Nigeria Ezekiel Ibaka. Na kwa basi yule treasurer wake hapa basi akaweza kuchomoka design kama hiyo. Treasurer mwenye wanajulikana kama Verbaspenda Arnold. Huyu treasurer sasa, huyu treasurer anajulikana kama Verbaspenda Arnold, ni treasurer wake hapa basi yule jamaa kwa jina la Yano. Unasikia sasa, kuna pesa fulani ambayo hapa basi zinafaa kupeanwa kutoka kwake Yano, ziende zikasaidie nchi ya Nigeria. Simon Templar, you're the most picture. Sasa ukisikia jamaa wetu Simon Templar, yeye sasa ni mwizi. Huyu sasa ni mwizi mzuri ndugu brother mpenzi mtazamaji. Tunakuanga na wezi, lakini zile pesa na ambazo ameweza kuuza za ile madhabu zote ameweza kuzipeana kwa charity ndugu brother mpenzi mtazamaji. Baadhi ya zile pesa ameweza kuzidonate, anaibia magaindi na kisha anasaidia watu na ambao hapa basi hawajiwezi. Huyu jamaa wetu Simon Templar shasha. You're the boss. Just make sure the money gets... Akakuja kamfahamisha yule nani, wewe Vavarai, unanijua mimi ni Simon Templar. Minus your... Make sure hizo pesa umeweza kuzipeana mahali na ambako nimekuambia uzipeane, na balance kibaki unirudishie kwa account yangu. Vavarai nakujua, siwezi cheza na wewe ni Simon Templar Vavarai. Unauanga watu na kwa hivyo siwezi nikacheza na wewe kwa vyovyote vile. Alright. Hebu sasa tukuje kupata mtu na ambaye hapa basi ndiye treasurer wake yule Yano. Huyu Arnold. Huyu Arnold anafanyanga kazi yule Yano, na ndiye namba hapa basi anafaa kuweka zile pesa kwa account ya wa Nigeria, ya president wa Nigeria Ezekiel Ibaka. Lakini mtizamaji utakuja kustaajabu, baada weza kuweka zile pesa kwa akaunti yake Ezekiel Ibaka, aliweza kutransfer zile pesa kwa account kadha wa kadha. Pesa zenyewe ni $2.5 billion ndugu brother mpenzi mtazamaji. Aliweza kuzigawanya akaziweka kwa akaunti kadha wa kadha. Akaunti na mazo hapa basi ni zake yeye mwenyewe. And in international news, Sasa asubuhi na mapema, habari na ambazo hapa basi zinagonga vichwa vya habari ni kwa maana kwa eti pesa $2.5 billion
na ambazo zilikuwa hapa basi zinafaa kwenda kusaidia kurupana wa Nigeria. Manzi, ni kuibiwa, zimeweza kuibiwa. Hapo sasa ndipo jamaa wetu aliweza kupata habari, akajua kuna pesa ambazo hapa basi zilikuwa zinafaa kusaidia watu ambao hapa basi wasiojiweza zimeweza kuibiwa. Akafahamishwa na bibi yake Vavarai, wewe ni Simon Templar. This because Pesa zimeweza kuibiwa. Pesa ambazo zingeweza kusaidia watu kurupana wa Nigeria. Pesa ambazo zilikuwa zinafaa kwenda kusaidia watu ambao hapa basi wasiojiweza. The brains of the operation. oh, is that? Bwanangu, hii kazi unajua tunafanyanga na wewe. Bas, nataka nikuwe hapa basi mastermind na wewe ufanye ile mission, uweze kumake sure kwamba na kweti zile pesa zimeweza kufikia watu ambao hapa basi zilikuwa zinafaa zifikie. Huyu sasa ndiye namba hapa basi inasemekana ameweza kupeana zile pesa. Wakakuja kuchunguza. Nimekuja kuchunguza nikajua huyu jamaa hata zile pesa yalikuwa amepeana, hakuwa amepeana hapa basi ziende zikasaidia watu. Wanafanyanga hivyo, wanapeana pesa kurupana wa Nigeria, eti zinaenda kusaidia watu, lakini ni kuosha, wanaenda kuosha zile pesa dogo, brother mpenzi mtazamaji. Na kwa hivyo Money? huenda yule mwenye namba hapa basi ameweza kuiba zile pesa hakuwa na nia mbaya. Mwanzo zile pesa inaonekana zilikuwa zinafaa zituwe kwake, kwa ile account ya yule president wa Nigeria Ezekiel Ibaka. Goodbye. Na kisha wakishirikiana na yule gaindi kwa jina la Yano waweze kuosha zile pesa, wapeane kidogo kwa charity, na hizo zingine waweze kuziekea hapa basi kujiekea mifukoni yao. Jamaa wetu basi ukipenda Simon Templar anakumbuka vile ambavyo hapa basi alikuwa anafunza kuwa mtoto mdogo. Anakumbuka yale mafunzo yote ambayo hapa basi walikuwa maweza hapa basi kuyapitia wakiwa watoto wadogo. Hii yote ni kitu ambacho hapa basi jamaa wetu anakumbuka. Kumbe jamaa wetu ukisikia kitu Simon Templar, familia yao inakuanga hapa basi ni familia ya Matemplar. I made an impression of the key. Mtazamaji, kama umeweza kuwatch ile movie ambayo hapa basi nilikuwa nimekuandalia hapa mbeleni, And if you'd stuck to the plan. movie ya The Last Templar, unaelewa Matemplar ni watu kusema namna gani. Jamaa wetu, hii yote ni kukumbuka vile ambavyo hapa basi akiwa mtoto mdogo, vile ambavyo hapa basi alikuwa anakapitia mwanzo. Matemplars inakuanga vigumu sana tena zaidi kwao kuweza kuishi na watu wengine kawaida. Alikuwa anapigana design kama hiyo, wakati mwingine anapigwa, lakini hii yote ni kutokana na hapa basi na ile hali yake ya kukua Templar. Strong. Unaona? Jamaa wetu huyu Simon Templar, familia yao ni ya Matemplar, watu ambao hapa basi wanaekanga ulinzi kwa makanisa na vitu nyingine kama hizo. Hawa sasa ndio wanaitangwa Matemplars. Part of something. A part of what? A family of rich snobs no one likes? Hii yote mtazamaji nishakufahamisha hapa basi ni kukumbuka jamaa wetu anakumbuka vile ambavyo hapa basi akiwa mtoto mdogo. Wakati mwingine alikuwa analeta vita pale shuleni, anatandikwa na vijana wengine, vijana wenzake wanaweza hapa basi kumtandika. Sasa alikuwa amekasirika vibaya sana tena zaidi. Perhaps it's time you learned. Akakuja kufahamishwa na baba yake, manzi, wewe ni Templar na hii ring ni ring ambayo hapa basi imeweza kukaa kwa familia yetu kwa miaka mingi sana tena zaidi mwanzo. Sisi familia yetu ni ya Matemplars. Who are Knights Templar? Akakuja kufahamishwa sisi ni Knights Templar. See, a long time ago in 1119 tulianza kufanya kazi 1119. Kijana wetu kuweza kupewa story kuhusu hapa basi familia yao design kama hiyo, akaweza kueleza wa ile ring imeweza kuhusiana na nini. Nakumbuka mtazamaji, ile ring tuliweza kuiona na yule gaidi kwa jina la Yano. Alright, hebu sasa tukuingilia sasa kurupana wa Washington DC. Amari na mpaka tunakuja kumpata Agent Cooper. Yule gaidi na yani yule mwana polisi, yule FBI agent mwenye namba hapa basi tuliweza kumuona kule upande wa Russia wakisaidiana na jamaa wetu Simon Templar. I want to open a new investigation. What?
Simon. Sasa alikuja kumfahamisha mdozi wake. Huyu jamaa anaitwa Simon Templar na anifurahisha nafanya kazi ya bwana polisi. Anawakamata magaidi, anawaua. For example, kule upande wa Russia, aliwekea magaidi sumu wakakufa wote. Lakini mdozi wake kamfahamisha, hatutaki kujua kama aliwekea magaidi sumu. Genius and all. But the director... Uzuri ni kukua kwa maana kwetu. Tuliweza kupata kombora before lifike kwenye mikono ya magaidi. Hicho ndicho kitu ambacho hapa basi ni the FBI. Kitu cha muhimu. Na kwa hivyo, wewe vile na ambavyo nakuona nani, itabidi umeweza kukaa hapa kwa desk. Hautafanya kazi ya field. Utakaa hapa kwa desk ufanye kazi ya ofisi nani. Hakuna kwenda kufanya kazi huko nje. Won't back you. Umesikia nani? Speaking of Interpol, I'd have a check out. What? In your report, you said the Saint set off a... The Saint? To the nuke. Simon Templar, wachana na yeye afanye kazi yake. Sisi sio wana Interpol ama wana CIA. Sisi ni wana FBI. What about the gold? He took off with most of the bullion, didn't he? Lakini wewe unasema aliweza kuchukua madhahabu nani? Agent Cooper, I don't want to hear you talk about... Lakini mdozi wake kamfahamisha Vavarai. Wachana na huyo mtu naita the Saint Simon Templar, wachana na yeye afanye kazi yake. Anashinda na serikali ya Amerika, anafanya wizi internationally. Akikaa kama ni kukamata ataweza kukamata na wana CIA ama wana Interpol. Sisi wana FBI, tufanye kazi yetu hapa Amerika bwana. Yule mwanapolisi kwa jina la Agent Cooper aliweza kukasirika, lakini haidhuru. Mdozi shaweza kusema hapa basi wachana na jamaa wetu the Saint, lakini for me and my family before I haidhuru. Sasa yule guy, yani yule treasurer, yule Arnold mwenye namba hapa basi aliweza kujiwekea zile pesa. Aliweza kupiga simu kwa wana FBI akamfahamisha jamaa wetu Agent Cooper kwa maana kwetu nahitaji ulinzi Vavarai. Umesikia pesa ambazo zinasemekana zimepotea hii? $1 billion. $2.5 billion. Even Nigeria was zenye zilikuwa ziende upande wa Nigeria. bank accounts. Hizo pesa nimeweza kuziweka kwa bank account kadha wa kadha, na mimi ndiye ambaye hapa basi nimeweza kuweka hizo pesa. Na kwa hivyo nahitaji ulinzi wa wana FBI manzi. Nahitaji ulinzi wa wana FBI mwanzo. Kuna sababu ya kuweka zile pesa. Sasa Yano na yeye ndio wakati namba hapa basi anafahamishwa pesa imeweza kuenda. Vavarai, unaona pesa ambayo ulipeanga Arnold akutume kule upande wa Nigeria, pesa hakuna. Yano hakuweza kuamini. Kuja kuangalia account balance 0.00. Ayai, 0.00 balance. Guy alisikia kuishiwa. It was Veilcross, no doubt about it. Huyo ni Arnold. I didn't think he had the balls. Sikufikiria naweza kunifanyia kitu kama hicho. First call he'll Sasa najua ataweza kupiga simu kwa wana FBI akiitisha usaidizi. Hicho ni kitu ambacho hapo basi hatuwezi tukaruhusu kiweze kufanyika. Lazima aweze kurudisha hizo pesa kwa vyovyote vile. Yano aamini pesa zake ni kuenda, zimeweza kuenda manze. $2.5 billion. I'm not immature, she's being unreasonable. I'm 18 years old. Mtazamaji, ni kufahamisha tu kinagubaga. I didn't say you couldn't. Yule Yano, yeye ni gaindi. Na zile pesa kuwa amepeana ziende hapa basi eti zikasaidia mtu. Ni njia ya kuosha, yani njia ya kuosha pesa zake. Hiyo ni njia ya kuosha pesa. Na kwa hivyo binti yake Arnold, yule treasurer ambaye hapa basi aliweza kuiba pesa akiwa ametulia manyumbani ndizani kama hiyo, magaidi wake Yano walikuingilia shasha. Maskini wa Mungu katika binti kwa jina la hapa basi kwa jina la Zui kaikuwa kametulia ndizani kama hiyo manzi. Magaidi wake Yano walikuja na kaweza hapa basi kuwakateka kale kamanzi nyara. Check manzi, check manzi vile ambayo hapa basi aliweza kufanyiwa. Manzi aliweza kuchukuliwa design kama hiyo na kisha kaweza kuweka kwa design kama hiyo dogo. Brother mpenzi mtazamaji, wakaweza kukachukua kale kamanze kabinti kake Arnold yule treasurer na kisha wakaweza kuepa na kenyewe. Arnold ameweza kutulia kwa hoteli design kama hiyo, akaweza kupigiwa simu akafahamisha Vavarai. Zaidi anapigiwa na simu ya manzi wake Vavarai, akatumua picha akafahamisha huyo ni manzi yako nani, huyo ni mtoto wako Vavarai.
na kisha kapigwa simu. Zoe. It's a helpless feeling, isn't it? Akafahamisha nani? Take from me. Unaongea na Yano? Umeweza kuchukua pesa zangu. Swear. Na mimi nimeweza kuchukua mtoto wako. Time. Well, I've got all the time in the world, but I'm Akamfahamisha nani? luxury. Itabidi umeweza kunirudishia pesa zangu. Hurt her. Ama niangamize mtoto wako. Itabidi nani umeweza kunirudishia pesa zangu nani? Ama niweze kuangamiza binti yako nani? Na uko na masaa 48. You have 48 hours. Hizo ni siku 2. Uweze kumake sure kwamba na kwa hapa basi muweze kurudisha pesa zangu. Mtazamaji, hizi pesa utakuwa unajiuliza mbona huyu Arnold ameamua kujiwekea zile pesa. Lakini Arnold ameweza kufanya ile biashara ya kuweza kuoshea wale magaidi pesa kwa miaka mingi sana tena zaidi. Na ameweza kuona sio vizuri mtumie hapa basi njina ya wale watu ambao hapa basi wako na shinda kuweza kuosha pesa. Kama pesa mnapeana ziende zikasaidia Nigeria, peaneni hizo pesa ziende zikasaidia Nigeria. Wacheni kusema mnapeana pesa, mpeana 2.5 billion dollars kwa Nigeria na kisha muweze kuchukua 2 billion na kisha 500 billion. 500 million. Mpeana 500 million na kisha muweze kuchukua 2 million. No, but you know that 2 billion ina maana. Eti ni kusaidia mnasaidia. Hivyo ndivyo magaidi wanaoshanga pesa dogo brother mpenzi mtazamaji. Where? In accounts managed by a private banker, Arnie Vailcross. You know him? Sasa jamaa wetu alikuja kufahamisha Vavarai. No, Steve. Kama leo hii akaona kuna mwizi na hapa basi ameweza kuibia mamanzi. Wakapitana design kama hiyo. Jamaa wetu ameona mamanzi wameweza kuibiwa na yeye akaenda kaibia yule mwizi. Meet me there. On my way. Wallet. Chuck a few things. Na kisha akaweza kurudishia manzi wallet design kama hiyo kamfahamisha Vavarai. Mkuaje wa super Vavarai. Ina maana sasa jamaa wetu yeye anafanyanga kazi ya kusaidia watu. Anaibia wezi. Anarudisha pesa kwa watu ambao wanazihitaji. Wamonio kwenda kuangalia. Aya. Siniriba wallet the center. Ile signature ya jamaa wetu. Ndiko kwa mfuko kajua hai. Hapo nimeweza kupiwa 10-0 Vavarai. Got for me. Mtazamaji yule Arnold ameweza kujiwekea zile pesa mwanzo. Anataka zile pesa ziweze kwenda kwa watu ambao hapa basi wanahitaji usaidizi. Mwanzo anajua president wa Nigeria kiweza kutumua zile pesa wataweza kugawana na yule Yano na kisha waweze kupeana kiasi kidogo sana tena zaidi kiende kikasaidia watu. Hiyo ndio njia ambayo hapa basi Yano anatumianga kuosha na pesa. Na yule Arnold ameweza kuchoshwa na zile tabia zake Yano. Anataka zile pesa 2.5 billion dollars ziweze kwenda kwa wananchi wa Nigeria na ambao hapa basi wanahitaji ule usaidizi. Na kwa hivyo yule agent Cooper alikuja kufahamishwa na huyu manzi, najua mdozi amesema usitoke hapa. Sawa sawa, haina shida. No way this. Najua unataka hapa basi kukuingilia kwenye ile kesi ya 2.5 billion dollars. Niko na mtu ambaye hapa basi ataweza kukusaidia. National Ops Division, who would probably Haka kamanze kwa jina la Dora kamfahamisha jamaa wetu agent Cooper. Kuna jamaa fulani kwa jina la Henry Fanak. Anakuanga sasa yeye ni mwanapolisi. She says Atakusaidia uweze kumkamata the center. Na vile vile atakusaidia hapa basi uweze kutatua ile kesi ya 2.5 billion dollars. Alright. Kumbe sasa manze wetu Patricia, yule bibi yake jamaa wetu, yani huyu sasa ni binti, yani ni demu yake jamaa wetu Simon Templar, yule mwizi kwa jina la The Saint. Washajua mahali na mako hapa basi Arnold, yule treasurer mahali na mako alipo. Na kwa hivyo wanakuingilia area za Nyawezi, mahali na mako Arnold alipo. Mwanzo Arnold ako kwenye hatari mpaka binti yake maweza kutekwa nyara. Ina maana sasa hapa basi yule gaidi kwa jina la Yano
Zoe. atafanya kitu chochote kuweza kumake sure kama anakuletea hapa basi pesa zake zimeweza kurudi. As you can hear, your daughter's getting... For example, anakaa akimpigia simu huyu jamaa wetu, yani anakaa akimpigia, yani Ian anakaa akimpigia Arnold simu, anamfahamisha binti yako nani, Arnold sikiza, binti yako Return to you unharmed. ako na masaa machache sana tena zaidi kabla tujaweza kumwangamiza. You have much of a choice. Mpaka urundishe pesa zetu. Tunaua binti yako, tunaendea bibi yako, na kisha tunaendea mama yako nani. Lazima umeweza kwa hapa basi, lazima uweze kurundisha pesa zetu kwa vyovyote vile. Jamaa wetu na yeye ni wakati namba hapa basi anafika. Jamaa wetu ni wakati namba hapa basi anafika area zenye wizi. Lakini Rutikando kuna gaindi wake Iano ako area zenye wizi. Gaindi mwenyewe ndiye huyu ako kwa gari. Gaindi mwenyewe anajulikana kama Fabaspenda Mariaza. Akaweza kumfahamisha Iano tuko na shinde. Unajua the center Simon Templar ako mtaa. Outside hell. Na kwa hivyo kibarua chetu cha kuweza hapa basi kuweza kumpata Arnold kitakuwa kigumu sana tena zaidi mwanzo. Mpaka magaidi wanamtambuanga jamaa wetu Simon Templar. Patience Marius, wanajuanga yeye ni hatari kubwa sana tena zaidi, na yeye hananga, yani haurumiangi magaidi hata kidogo. Jamaa wetu kikuingilia sasa hapa basi ni kufanya kazi na magaidi, anauanga magaidi kuua. Na kwa hivyo wanajua sasa kibarua chao kitakuwa kigumu sana tena zaidi mwanzo. Jamaa wetu Simon Templar ashaweza kuingilia area zenye wizi, mwenyewe ndio huyu ashaweza kunyoa mandevu. You know me. Na Rutikando basi anasaidiwa na huyu manzi wake, huyu manzi kwa jina la Patricia. Ndiye namba hapa basi nampia direction jamaa wetu za kukuingilia kuru pande wa ndani. Mahali namba kwa hapa basi Arnold ameweza kujificha. A very clever girl, Miss Holmes. Jamaa wetu yeye anataka kujua mbona Arnold ameweza kujiwekea zile pesa. Walinzi wanafikiria jamaa wetu FBI ni ulinzi anayeka, yani amekuja kusaviri zenyewe hizi. Punde si punde yule mwanapolisi namba hapa basi ulisikia jamaa, yani agent Cooper akifahamisha atakuja kumsaidia. Mwanapolisi kwa jina la Henry Fanak. I understand you. Akakuingilia kama muuliza nani. Nimesikia umeweza kuitisha usaidizi wa wana FBI. Call the FBI. Mimi ni mwana FBI najulikana kama Henry Fanak. Lakini Are you stealing from them? Did they catch you? Arnold aliweza kumfahamisha nani? Inspector. I'm sorry. Trip for nothing. Maybe. No. Niliweza kupiga wrong number. Kwa nini Arnold akataa usaidizi wa wana FBI? Mwanzo binti yake ameweza kushikwa, na kwa hivyo anajua kiweza kuhusisha wana FBI Iano ataweza kuangamiza mtoto wake. Jamaa wetu na yeye huyu sasa Simon Templar the Saint. Oh well. Alikuja sasa kujifanya yeye sasa ni waiter. What do you hear from Russia? Akafahamisha na Patricia kwamba na kweti kuna FBI boys too. gaindi na ambayo utapata hilo zenye hizo. Too easy about this. Jifanya wewe ni waiter na ataweza kukubali uweze kuingia upande wa ndani. Simon, be careful. Simon, Risking the reward. chunga sana. So where am I headed? 310. Akafahamishwa ingia room number 310. Hapa ndipo mahali ambako basi utaweza kupata Arnold. Morning. Good morning. Jamaa wetu amejifanya yeye ni waiter. Housekeeping. Akuja kabisha mara ya kwanza akafunguliwa, akajua basi. Please, Miss Holmes. Patricia, fungue hiyo mlango na kompyuta. Patricia akompaka na code. Patricia yeye hapa basi anakuanga ni haka. Akaweza basi jamaa wetu amekuingilia upande wa ndani. Yomtaka Arnold, yule mtu ambaye hapa basi ameweza kujisundia zile pesa. Anataka kujua mbona Arnold ameweza kusunda zile pesa na nini? Gaindi wale walinzi ambao hapa basi walikuwa wameweka ulinzi ile zenye wezi, wanaona kama design kama hiyo inaitwa Simon Templar. Huyu sasa bana machezo dogo, brother mpenzi mtazamaji. Jamaa wetu kuna kitu ambacho hapa basi anahitaji kutoka kwenye hii safe.
Akakuja kwa usaidizi wake Patricia, akaweza kupewa kodi na kisha hapa basi akaweza kufungua ile safe kule upande wa ndani. Single box. Akakuja akapata ka box na akakona pete. Kuangalia ile pete, akakumbuka hii pete ilikuanga ya babake manzee. Hii pete ilikuanga ya babangu. Babangu ndiye na mahapa basi aliweza kunionyesha hii pete kabla aweze kuiaka dunia na akanifahamisha. Hii pete ni ya familia yetu. Punda si punde. Simon? Arnold na gaindi wake. Jamaa akamfahamisha wewe gaindi, wewe. Cheki vile ambavyo hapa basi gaindi aliweza kufanyiwa. Gaindi wake Simon chini ya masekunde 5 alikuwa hapa basi shaweza kuona kando. Akamuuliza Simon, hii pete umeweza kutoa wapi? $2.5 billion you would. You figured right. Unless you're going to cut me a check, what can I do for you? My daughter's been kidnapped. Well, the FBI's in the building. Why not talk to them? If I let the FBI handle this, I'll never see my daughter again. Akamfahamisha hii pete huenda basi dictators, that kind of thing tends to happen. I hid the money. Niliweza kupewa hii pete. Yeah, but my daughter... Na mtu ambaye hapa basi aliweza kupeana zile $2.5 billion. Care for the money, just... Na nataka uweze kunisaidia manzi. Kill my daughter. Mtoto wangu ameweza kutekwa nyara na Iano. Ataweza kumuua mtoto wangu ni kuweza kuhusisha wana polisi. Wewe ndiye tu mtu ambaye hapa basi naweza nikakuinvolve kwa hii kesi. Uweze kunisaidia Chris niweze kurudisha mtoto wangu manyumbani akuwa uhai manzi. Chukua hii pete. Lakini punde si punde. Oi. Gaindi wake Iano. Gaindi kwa jina Ramirez. Alikuingilia sasa na kaanza hapa basi kupepeta wale akina jamaa wetu marusasi design kama hiyo. Ameweza kukuingilia na chopa. Patricia kudupana kwa chini anafahamisha watoto tokeni ngieni kwa nyumba manzee. Ni kubaya tumeweza kuvamiwa na machine gun. Chunga jamaa wetu. Hii ni machine gun. Miras anataka kumwangamiza jamaa wetu na kisha jamaa wetu naye akachukua hapa basi pistol. Akaanza kurishuti lile ndege. Simon kuona ndege limeweza kupatwa, wakaamua hapa basi ni waweze kuepa shasha. Pilot ameweza kuruhusu makontrol na lile ndege. Lakini Johnny Franaki ni wakati na hapa basi nafika. Kucheki pale wa chini maskini wa Mungu Arnold ameweza kuangamizwa. Ameweza kupata marisasi sana vibaya sana tena zaidi. Akamfahamisha jamaa wetu account numbers za zile pesa. Zile pesa nimeweza kuziweka kwa account numbers different na ziko kwenye hiyo pete. Please get the ring. Chukua hiyo ring. Chukua hizo pesa. Naweza kumake sure kama nakuita basi mweze kusave mtoto wangu na kisha Arnold akaiaga dunia. Put the bloody gun down, Fernak, and call it. Lakini John Fanak yule bwana polisi alikuja kumfahamisha Vavarai. Weka mikono juu. The years of chasing. Hii ni wana polisi. Mbona unafanya kazi ya wana polisi na nini? Lakini jamaa wetu aliweza kuepa design kama hiyo na kisha kwa maji. Design kama hiyo. Johnny Fanak kuamini kuweza kuona hapa basi jamaa wetu ni kuepa maleza. Jamaa wetu Good to see you. You too. Yeye kama But we need to find his daughter. kuna kitu nafanyanga, yeye anaangamizanga magaindi. Kama leo hii ameweza kuangamiza chopa la yule hapa basi gaindi kwa jina la Iano, zaidi hapa basi wakiwa na yule gaindi kwa jina la Myraza. This had better be good. Iano akapigiwa simu akafahamisha Vavarai. Mambo imeweza kuharibika kidogo mdosi. Ingia WhatsApp kidogo manzi. Ndege yako imeweza kuangusha Vavarai. Well, I sincerely hope so. Akamwambia sitaki kujua nini ambacho utaweza kufanya. Make sure kwamba nakueti pesa zangu. Fanyeni kila kitu ambacho mtaweza kufanya. Lakini Simon, muhakikishe pesa zangu zimeweza kurudi. Hapo sasa ndipo jamaa wetu akaanza kukumbuka wakati moja. I'm sorry, I was reading. Babake aliweza kumletea mtu ambaye akamfahamisha Vavarai. Huyu jamaa anajulikana kama Penda Sanda. I do just fine, young man. Well, I shall leave you to it. Akamfahamisha Shanda. Leaves to what? I think I'll let Xander explain that.
Huyu anajulikana kama Verbasmenda Sanda. Huyu ni mtoto wangu. Nataka muweze kuongea na yeye kidogo. Kumbe babake jamaa wetu aliona kijana wetu anatandikwa na watu pale shuleni sana. Don't be ashamed, Simon. Na kwa hivyo akaweza kumtumia trainer huyu Sanda sasa. Kijana wetu Simon, A head doctor. babake aliweza kumletea trainer kamfahamisha vavara ye. No. While I like to believe that my teachings help your mind, Nataka niweze kukutrain. Si watu wanakutandikanga shule. after we get finished here, no bully in the entire night. Hakuna mtu ambaye hapa basi ataweza kukuguza tena. Akaweza kurushiwa hapa basi sound design kama yakafahamisha vavara ye. What? Nigonge. Don't be scared. Nigonge nani? Haya. That's it. Kijana wetu akamwambia si umeniambia nikugonge. Bas. Kwenda kumgonga. Jamaa ameweza kupeperuka nani? Hayai. Let's Ako nyuma yake Sanda. off your Sanda ako nyuma yake kijana wetu Simon. Akamuuliza nani? Unafanyaje hivyo? Utaweza kunifunza? hit me again. Akamwambia nani nigonge tena. Hiyo yote ni jamaa wetu anakumbuka vile ambavyo hapa basi tuliweza kusukumiwa training na Sanda. That's crazy. After attack in broad daylight? You know what? Sleep with my shoes on. There's never a dull moment when Simon Templar comes to LA. How's all that gear working out for you? I can see why you're Simon's go-to for local transport and... Jamaa wetu anajua vizuri sana tena zaidi hii pete namba yako nayo ilikuanga ni pete ya babake. Okay, so... Na babake aliweza kuangamizangwa na watu fulani huku yeye akiona kwa macho yake yeye mwenyewe akaona babake akiweza kupigwa risasi akaweza kuangamizwa. 3 ways. Na leo hii Wait, hiyo pete ndiye namba hapa basi imeweza kupewa na Arnold. Akafahamishwa mwenye namba alipeana zile 2.5 billion dollars. Are we gonna find... Ndiye mwenye namba hapa basi aliweza kupeanga Arnold ile pete. Ikiwa na maana mwenye namba ni mwenye zile 2.5 billion dollars. Namba ni Ian. Ndiye namba hapa basi aliweza kuangamizanga wazazi wa jamaa wetu Simon Templar. Na vile vile hii pete ndiyo namba hapa basi wameweza kuweka account numbers za 2.5 billion dollars. Jamaa wetu kukuja kuangalia ile pete hakaona kuna kitu fulani kama haka na vile vile ka diamond. Would call a clue. Looks like a diamond. Haka sasa ukikangalia na raise House for... utaona kakona zile account numbers. With all due respect, you are... Na kwa basi huyu manze kwa jina la Patricia wakakuja kusaidiana na jamaa wetu hapa basi kuweza kupata zile account numbers mwanzo. Wanataka kuchukua zile pesa na kisha wazitumie kupata yule gaidi kwa jina la Yano. Jamaa wetu nakumbuka vile namba hapa basi waliweza kupata nanga na manze wetu Patricia. Mwanzo Patricia kuna wakati na mwaka basi alikuwa ameshikwa na magaidi. Kisha Patricia wale magaidi kukuja hapa basi kusema ati ni kumrape. Wale magaidi kusema ni kukucha kuna jizi manze wetu. Cheki vile ambavyo manze wetu aliwandaria shasha. We yaitwa Patricia. Manze wetu Patricia. Hii yote ni kukumbuka jamaa wetu na kukumbuka vile ambavyo hapa basi aliweza kupatana na manze wetu Patricia. Jamaa wetu kwa anapitia area zenye wizi kwenye desert. Hapo ndipo alikuja kapata kamanze kamefungiwa kagari kama hii. Beautiful woman in chains. Akakuja kamuuliza manzi unafanya nini area zenye wizi peke yako umefungwa kagari? Nini kinaendelea area zenye wizi? You know, if you let me put my hands down. Akamfahamisha nani wacha ujinga. Unanipointisha bunduki na umeweza kufungwa na machain nani? Nani atakufungulia hapo? Special force. Hakuna watu wanapitianga hapa na utaweza kukufa. Gas is very cheap here at the moment. Akamwambia nani? Wacha bunduki. Unaitwa namna gani? Holm. Patricia Holm. I'm a Templar. Na mimi najulikana kama Verbasmenda Simon Templar. Na hivyo kama mchezo. Ndivyo wakakuwa mabeshte ndugu brother mpenzi mtazamaji mpaka leo hii wanafanyanga vibarua pamoja. Huyu manzi anamsaidianga jamaa wetu kufanya vibarua. Sasa walikuja kufanya hapa basi kukuuzisha kale ka diamond rays. Kisha wakakuja kupata hapa basi zile account numbers. But in separate packets on multiple servers, not here. Lakini sasa kuna shinda. Find this nomad, get the key. Zaidi wanasaidiwa na haka kajamaa kwa jina la. Kuna haka kajamaa kwa jina la Constantino. Haka kajamaa kamekuvalia kofia. Ndiko kana wasaidia kina jamaa wetu.
huku pande wa Amerika. Kuna shinda, wameweza kupata account numbers ndio, lakini ndio waweze kufungua zile account numbers wanahitaji keys. Zile keys zimewekwa kwenye servers zikiwa kama files. File fulani ambazo hapa basi zinajulikana kama verbas kupenda Nomad digital files. Unaona kuna files fulani kwa jina la Nomad na ambazo hapa basi zimeweza kuwekwa kwenye servers. Na ndizo ambazo hapa basi zinafaa kutumika kama key kufungua zile account numbers ambazo ziko na 2.5 billion dollars. Oh yeah, this is our spot. I got the call you'd be showing up. You could have let me finish my lunch. What's this about? About this. Simon Templar, international thief coming out of London and New York. I've been chasing him for years. And he's here in LA. Kumbe sasa yule mwanapolisi kwa jina la John Fanak, yeye akona haja na jamaa wetu mwanzo na ndai. Jamaa wetu wanafanya kazi ya wanapolisi, na licha ya hivyo anaibia magaidi. Na njuu ya hivyo anaua magaidi. Na ufai kuua gaidi, unafaa kukamata gaidi mweke kwenye njera, lakini jamaa wetu yeye anaua magaidi. Hiyo ndiyo shinda John Fanak akonayo na jamaa wetu Simon Templar. John Fanak yuataka kuweza hapa basi kumkamata jamaa wetu John yani Simon Templar. Mrs. Veilcross. Sasa kina jamaa wetu aliamua kukuja kwake hapa basi manyumbani kwake Arnold. Wakakuja wakapata bibi yake wakamfahamisha, bwanako ameweza kukufa hii. Yes. Tuliweza kutumwa na bwanako before aweze kuiaga dunia. Lakini hii yote wanataka waweze kuja kuscan kwenye hii kija yake Arnold. Manzi wetu Patricia aweze kuscan. Aweze kuona kama atapata zile Nomad files, zile key za kufungua zile account numbers nambazo ziko na 2.5 billion dollars. Manzi wetu Patricia Holm akakuja sasa kuanza kuskana zile keys kuona kama hapa basi Arnold alikuwa ameweka hapa basi zile keys area zenyewe hizi. I knew he helped them steal and hide billions from the... Hapo sasa ndipo bibi yake Arnold alikuja kumfahamisha jamaa wetu manzi, najua bwanangu ameishi kufanya hii kazi kwa miaka mingi sana tena zaidi, kusaidia wale magaidi waweze kuosha pesa back to those people just so they could have better lives. Akamfahamisha, lakini kuna mahali ambako ilifika bwanangu akasema atafanya juu chini kwa ile makosa yote ameweza kufanya kusaidiana kuosha pesa, at least aweze kusaidia zile pesa ziweze kufikia watu ambao hapa basi wanafaa kufikiwa, iweze kupeana kwa Nigerians wenye ambao hapa basi wanahitaji zile pesa. Lakini Patricia alikuja kumfahamisha jamaa wetu zile files it's off site. It'll take time to find it. Time we don't have. Nimeweza kupata clue kwamba na kweti zimeweza kuwekwa kwenye server fulani, na kisha wakaamua hapa basi waweze kuwadugia mawasiliano hapa basi wale magaidi ambao hapa basi wameweza kuteka yule manzi nyara, waweze kuwasiliana na wao, waweze kuwafahamisha watafutia zile pesa, lakini na wao wasiweze kumwangamiza yule manzi kwa jina la Zoe. I'm more upset about you. Lakini kaenda kawafahamisha Vavarai, mko na masaa kidogo sana tena zaidi, muweze kutafuta hizo pesa na kisha na sisi tutaweza kumpea manzi akiwa wai. Why don't you send the girl home to mum as a sign of goodwill, and Patricia and I will keep looking for the money. Wakiongea design kama hiyo, na yeye manzi wetu anajaribu hapa basi kutrack location ya wale magaidi mahali ambako hapa basi walipo. Tell Patricia I say hello. Haya, ambia bibi yako nimemsalimia sana Vavarai. Yes, says hello. We, Marius amekwambia mkusalimie. Mnajuana na Marius namna gani? Mpaka jamaa wetu aliweza kushtuka kusikia manzi wetu Patricia wanajuana na yule gaidi kwa jina la Marius. Money. Can you get the money? Rate's waiting for it, which means we have a bit of time, but we need to get moving. If I don't see that money, you'll die just like your daddy. No! Sasa wanakatishia kamanzi, wanakafahamisha tusipoweza kupewa zile pesa manzi, tutakuangamiza kama vile ambavyo hapa basi tuweze kuangamiza babako. Cops. I've got that metronome going. Oh, well, all the that time. explains it. You don't carry on.
me ask you a question. The guy that we want is right there. What? Sasa wanapolisi wanamsaidia John Fanak wanamuuliza Vavarai. Jamaa mwenye namba hiyo unataka kukamata ndiye yule. Si tumkamate. It's in the Valcross homicide. Lakini anawafahamisha huyo jamaa kuna akili mingi sana tena zaidi nani. Hata tutasaidia kupata zile 2.5 billion dollars. Tuzipeana kwa government na kisha tatusaidia kujua mahali ambako wale magaidi wamejificha na kisha tuweze kukamata magaidi na vile vile tuweze kurudisha zile 2.5 billion dollars kwa serikali ya United States of America. Doyle, corner of Grandview and Lake. That's Arnie's data. What? I'm testing their firewalls. Jamaa wetu na yeye. Imagine you and Rate Marius having much to talk about. Anamuuliza manze. Wewe na Rate Marius gaindi wake Iano. Mnajuana namna gani? I'm entitled to some degree of curiosity, aren't I? We have been on the road together for a year now. And by design, we've avoided any... Lakini manze analenga ile story na fahamisha Vavarai. Tuko kazi. Wacha tustiki kwa kufanya mambo ya kazi. Hiyo mambo mengine tutaweza kuiongelea baadaye nani. You gotta stop. I can't take that. What? You're yelling. Sasa na John Fanak anamuuliza Vavarai, kabuda. Mbona unafuata huyu mtu karibu sana? And then guess what? Watajua tunawafuata nani? Mtu unafuatanga mtu akiwa mbali kiasi. Unafuata mtu ukiwa uko karibu na yeye sana, watajua nani. That file. Think we're being tailed. Constantino kuangalia upande wa nyuma kawafahamisha Vavarai. Tunafuatwa. Jamani kuangalia akaona ni Fanak. John Fanak yule mwanapolisi na ambaye anakaanga kimtafuta yeye. Patricia yeye, utaweza kukimbia na hizo heels? Simamisha gari tuchomake nani. Sasa kina jamaa wetu na manzi wake Patricia akiwa hapa basi wa harika na yule Constantino wakaamua sasa kuactivate Kipchoge muda. Kabuda na yeye. Oi, Kabuda amechoka ni kuacho na acho mbio manzi. Kabuda. Akina John Fanak anafuata jamaa wetu hapa kwa hapa. John Fanak yomfuata jamaa wetu Simon Templar hapa kwa hapa. Wanapitia katikati ya restaurant design kama ya ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huyu mwana polisi anamtaka jamaa wetu Simon Templar katikati ya restaurant. Wanapitishana design kama ya ndugu brother mpenzi mtazamaji bana na machezo. Yomtaka jamaa wetu Simon Templar. Vavarai alifika mwisho. Vavarai Where are you gonna go now? Utaenda wapi sasa? Jamaa wetu akajua vazi. Wewe. Punde sepunde jamaa wetu alikuwa shaweza kumnyang'anya bunduki na kisha akachukua pingu zake na kisha akamuiba pingu na akaweza kumfungia. Baada ukisikia mimi ni mwizi. This moment. Ujue the saint. Ama Simon Templar. Ni kusema namna gani? Akamuuliza nani tunaweza tukafanya kazi pamoja tukamate hawa magaidi. Lakini Fanak akamwambia, "Wewe ni gaidi na siwezi nikafanya kazi na mwizi. Difference yako ni tunaibia wezi, lakini wewe ni mwizi bando. Na nikifunguliwa hapa nitakukamata." Jamaa wetu akamwambia tuonane siku nyingine ya soko nani. Weza kujipa shughuli Vavarai. Sorry, I'm late. Not late, darling. Baada ya kuactivate Kipchoge mode, walikuja sasa kujipata hapa basi juu ya gorofa design kama hiyo ya zenye wizi. Wakaweza kujua kwenye ile building In a server room somewhere. hapo sasa ndipo Arnold ameweza kuficha key kwenye hii gorofa. Hapo ndipo Arnold ameweza kuficha zile key za kufungulia hapa basi zile account Into the hard lines. na ambazo ziko na 2.5 billion dollars. Zile account zimeweza kufungwa na keys na ambazo hapa basi zinaitwa Nomad digital files, zinaitwa Nomad. Hizo ndo digital files na ambazo hapa basi zinaekea ulinzi zile account, na hizo files zimeweza kuwekwa kwa servers There is no chance za kampuni fulani ambayo hapa basi iko kwenye hii ghorofa ambayo hapa basi iko hapa mbele yao. Carnivale. Wakaweza kupanga siku na ambayo hapa basi wataweza kufika area zenye uwezo, ikiwa ni kesho yake.
waweze kupata zile files. Yani zaidi majioni vile nambavyo hapa basi wataweza kufika hizo zenye uwezo na kisha waweze kupata files. A half-boiled pastéis and maybe some couscous branco. Sasa jamaa wetu kwa nashinda. Kwa nini? Obrigado. Anahitaji masilaha kidogo. Na hizo masilaha zinauzangwa na ex wake. Na ex wake ni nani? Ha! Wamboi sasa ndiye ex wake, jamaa wetu mwenyewe ndio huyo. Umekuja kufanya nini hero zenye uwezi nani? Ha? Unajua wewe uliniacha nani? Wewe. Hayai, wewe Vavarai. Let me, I take out your bomb. Tulieni. Wacheni ma feelings Vavarai. Najua mimi nilikuwa ex wako, nimekufanyia vitu mbaya, lakini nahitaji usaidizi wako nani? Wamboi, tulia. Nahitaji usaidizi wako. Nahitaji masiraha fulani. Simon, now's not the time. We need your help. We need your help. Kuna msichana namba hapa basi mweze kutekwa nyara mafrani fulani. Na Retail. tunahitaji masiraha kuweza kumuokoa. Alright. Wamboi akamwambia sawa. Leo hii nafanyanga biashara. Na biashara ambayo nafanyanga ni ya kupiganisha watu. Nitakupea masiraha, nitakuuzia under one condition. Ukikubali kupigana for free. Na Waitito. Haya. Waitito na yeye ndio huyu mtazamaji. Oi, huyu sasa ndiye jamaa ambaye hapa basi jamaa wetu ameweza kupewa wapigane na yeye. Na zaidi ya hivyo, jamaa wetu ameweza kufungwa mikono, maskini wa Mungu. Another Freon spinner. Lakini pia Waitito, wacha vile umejaza. Chunga sana. Do you need anything else? Sasa walikuja kupewa akina Konstantino na manzi wetu Patricia. Walikuja kupewa masiraha. Huku jamaa wetu kurupana kwa chini. Anazidi kungangana na kupigana na yule guy na yule fighter kwa jina la Waitito. Jamaa wetu namfahamisha manzi wetu. Wacha nione huyu guy ndi. Wacha nione hiki kifighter kitawezana mpaka wapi. Wacha nimpe time kidogo before nianze kumtandika. Bavari, nitakutandika vibaya sana na ni wewe. Ujue mimi sianza kupigana na wewe bando. Prostate swelling. Seriously? Ili kujidefend na jidefend na ni. Nikianza kujipiga. Waitito kafanya makosa, kamfungulia jamaa wetu pingu. Kumfungulia jamaa wetu pingu. Waitito. Waitito aliweza kupatwa moja. Cheers. Ya KO. Akapatwa chini. Haidhuru, manze wetu shaweza kupata, yani Wamboi shaweza kumake profit kutokana na betting. Associates. Na yeye manze wetu, He'd love to. akina Patricia wakaweza kupewa hapa basi masiraha. Patricia sasa nauliza na yule Wamboi, nani huyu jamaa hajawahi kukufanyia shughuli? Unamuitanga bestie bando. Ungejua vile anakuanga na shughuli moja safi. So as basis. Ungejinyakulia yeye mwanzo. Ukiona nampiga mpaka nampiga kofi kwa kuniacha, ujue yeye alikuanga hapa basi na shughuli moja safi sana tena zaidi. You want one to take a punch. Oh, it's all pretend. Sasa huyu manze kwa jina la Patricia Emergency exit. ameweza kufahamishwa na Wamboi. Jamaa wetu alikuanga na shughuli moja safi sana tena zaidi. Of course I can muster, Patricia. I'm British. We invented muster. Na kwa hivyo, Yeah. akaamua hakuna vile ambavyo hapa basi tutaendelea kukua mambesti hapa. Na nimesikia ex wake akikusifia eti uko na shughuli safi. Hiyo shughuli nataka kuona hiyo shughuli inakuanga namna gani. I want your opinion, Maris. I will ask for it. Sasa yana na yeye Hand over. anasikia kulipuka mwanzo. 2.5 billion dollars zake ni kukunywa zinaenda kukunywa maji. Na kwa hivyo anataka 2.5 billion dollars. Zaidi anamfahamisha yule gaidi wake kwa jina la Marius. Hizo pesa make sure kama zijaweza kupatikana mbaya asubuhi na mapema, yani mbaya saa 6 ya asubuhi kesho, wezeni kuangamiza huyo manzi. Sasa manzi na yeye alikuja kumfahamisha Vavarai,
Leta hiyo pete nani. I'm inside. Lazima uniproposia leo hii, nimesikia unakuanga na shughuli moja safi. Sawa sawa. Kutoka leo hii. Well, I'd hate to ruin this wonderful. Wewe sio partner tena. This deserve. Wewe sasa kutoka leo hii ni mtu wangu na ni babarai. You agree? Nimesikia uko na shughuli moja safi. Nataka kujua hiyo shughuli yako safi. Inakuanga namna gani? Jamaa wetu na yeye anakumbuka vile ambavyo hapa basi alikuwa na trainiwa na Sanda. Vile ambavyo hapa basi Sanda aliweza kumsukumia training mpaka jamaa wetu hapa basi akakuja kugeuka hapa basi mtu ambaye ni hatari kubwa sana tena zaidi. Lakini wakati mwingine sasa alikuwa anampata jamaa wetu. Kijana wetu anakasirika design kama hiyo. Namfahamisha Babarai. Kind has ever been fair, Simon. This is... Mbona unanipiga hivyo na mimi ni mtoto mdogo Babarai? Anamfahamisha wewe ni mwanaume Babarai. Kama wewe ni mwanaume ufai kulalamika eti tunapigana vita ambayo sio fair, eti wewe ni mtoto mdogo. Wewe ni mwanaume, unafaa kujua wanaume. Mwanaume anachapianga weakness yake. They can't defeat the strong. What about honor? I know you love your Templar Knight stories. So... Akamfahamisha nani wewe ni Templar. Na lazima uweze kutake each and every advantage utawaipata. Your enemy. Kwa adui yako. And all advantages they can, you must be... Mwanzo. Adui yako akiweza kupata advantage. Akiweza kupata weakness yako. Hapo ndipo mahali na ambako hapa basi itaweza kukutarget. Na kwa hivyo expect everything inaweza ka happen. Na hivyo ndivyo ambavyo hapa basi itaweza kukabiliana na magaidi. Hivyo ndivyo ambavyo hapa basi itaweza kuwa defeat maadui zako. Sasa kina jamaa wetu washaweza kuanza ile mission ya kuweza kumake sure kama na kuitia basi washaweza kupata zile keys, nomad keys. Waweze kupata zile keys za kufungulia zile account. Waweze kupata 2.5 billion dollars na kisha waweze kwenda hapa basi kumsave yule manzi kwa jina la Zui, mtoto wake Hanod. Okay. Sasa Constantino na yeye hajuangi vita. Alikuja kuwazubaisha. What is this? Hawa magada, lakini Constantino akaweza kupatikana. Alikuwa na wasubaisha mangani ndio wasiweze kujua jamaa wetu kwa area zenye wezi, lakini Constantino ashaweza kupatikana. Kai Constantino alikuja kupepetwa shasha. I can explain. Babarai, ngojeni, lakini manzi wetu Patricia alikuingilia shasha. Babarai, wacha na Constantino. Constantino kamfahamisha nani? Nishakutandikia wanaume, sasa utashinda wanaume wakiwa chini. Na kisha manzi wetu faster ni aweze kurudi kwa gari mwanzo. Yeye ndiye akona system, yeye ndiye akona security system zenye ambazo zinaonyesha kila mahali na bako hapa basi kuko area zenye wizi. Guy was unconscious 2 seconds. Lakini sasa wale watu walitandikwa na manzi wetu waliweza kuamka tena. Na kwa hivyo kijana wetu Constantino akaweza kuandwa. Na shida ya Constantino ajuangi vita. Server room is through the vault door. Careful. Jamaa wetu akafahamishwa nani? Uweze kukata hiyo mlango faster. Doors are released. Uweze kuingilia sasa kwenye tiles zenye ziko hapo next. Na uchunge sana hizo tiles ziko next. Akakuja kamwagilia ule mlango acid. Na kisha ule mlango cheki vile ambavyo hapa basi uweze kukatika. Na ni wa chuma. Now, the floor behind... Ina maana kina jamaa wetu wana mchezo. Kisha zile tiles ambazo zilikuwa ngaira zenye wezi zikaweza kupuliziwa liquid nitrogen. Mwanzo in 10 seconds anafaa kuwa shaweza kuvuka. Na kisha jamaa wetu akavuka design kama hiyo. Kisha akakuja akachukua smart gloves. Hizi zinakupenga fingerprint ya mtu yeyote. Kisha wakakuja wakalond fingerprint ya Alexandria. Design kama hiyo. Kuweka fingerprint ikaweza kukubali dogo brother mpenzi mtazamaji. Akaingia sasa kwa vault ya zile servers. Anataka kuweza kuchukua sasa hapa basi kupenda code, zile keys za kufungulia sasa account ya 2.5 billion dollars.
akakuja kaweza kuseti bait box design kama hiyo, na kisha akaanza kutransfer zile keys 2%, 3%, lakini manze wetu Patricia akakuja kapatikana na magaindi wake Iyano, lakini jamaa wetu ashaweza kupata zile files zina transfer tu pole pole kwa bait box. Where's your server room? It's in the basement. You, black jacket, wipe your nose, grab your gun, you come with me. Yes, sir. What about me? Zaini ni wanapolisi waliweza kumpata manzi wetu. Johnny Fanak na yeye ashaweza kusikia jamaa wetu kwa area zenye wezi kwenye servers. Na kwa hivyo akakuja akachukua na yule hapa basi moja kati ya mlinzi wa zile servers. Wakuja kumtafuta jamaa wetu sasa. Jamaa wetu ameweza kujificha wapi? Ndiye huyo kulipanda wadani. Kaindi onwa kanda. Zaidi yule ni mlinzi sio gaindi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Elewa ni mlinzi tu wa server, si eti yeye ni mgaindi. Sasa kabaki sasa ni John Fanak na jamaa wetu Simon Templar. Simon Templar na jamaa wetu John Fanak. Fanak anataka kuweza kumkamata jamaa wetu Simon Templar. 100% ashaweza kutransfer zile keys, lakini kwenda kuchomoka Vavaraye nipe hiyo bag Gonna die. Saving people's lives is my job. Akamfahamisha Vavaraye mimi ni polisi na kazi yangu ni kuweza kusave watu. Akapuliziwa liquid nitrogen kama hiyo, na kisha jamaa wetu akaweza kuepa nani, jamaa wetu kuweza kuchomoka, jamaa wetu mbio na kisha kaweza kufinya mlango design kama hiyo, na kisha jamaa wetu kuweza kuchomoka mlango kaweza kujifunga design kama hiyo. Johnny Fanak aliweza kufungiwa upande wa ndani. Kai jamaa wetu kurundi akapata wana polisi na mahakama walikuwa wamemkamata jamaa wetu, yani manze wetu. I'm sorry. Washaweza kupepetwa marisasi na magaidi wa Keyano, na kisha manze wetu Patricia kaweza kuenda. Ambo sasa ndipo wana, yani Johnny Fanak Miss Home. Special Agent John alikuja kuchukua hapa basi jamaa wetu akamfahamisha. Nilikwambia nitakukamata Vavaraye. Ring. Lakini hapo ndipo manze wetu aliweza kumdugia jamaa wetu mawasiliano akamfahamisha Vavaraye. Nimeweza kukamatwa na kina Marius, gaindi wake yana wameweza kunikamata. Na itabidi uweze kuleta usaidizi mwanzo. Wanahitaji hiyo. Hizo kesi ambazo hapa basi mweza ziko kwa hiyo bet box. Wanazihitaji. Ndipo tuweze kutransfer zile 2.5 billion dollars. Jamaa wetu akamsikiza akamwambia John Fanak manzi. Imagine ukiweza kunikamata. Huyo manzi ataweza kuangamizwa. Mwanzo mimi ndio niko na bet box, na hiyo bet box ndio iko na keys za kufungulia ile account namba iko na 2.5 billion dollars. Manze wetu akafahamisha Vavaraye itabidi muweze kutransfer hizo pesa ndio tuweze kuachilia huyu manzi, otherwise manze tuweze tukamwachilia. Na kwa basi bana jamaa wetu, yani bana jamaa wetu Simon Templar kuweza kumsikiza yule mwana polisi kwa jina la John Fanak, aliweza kukubali kumfahamisha Vavaraye. I think that's the one thing. Si hata hii tumekuwa mabeshte sasa. Nafanya hivi ndipo tuweza kumuokoa huyo manzi. Tukiweza kuokoa hako kabinti kake Arnold, ujue na kuweka ndani. So, harakisha faster. Do what you need to do. Tuweze kumuokoa huyo manzi na kisha There's 6 guards on deck. niweze kukuweka ndani. Get the girl. Sasa jamaa wetu alikuja kukagua ile meli na mbaro hapa basi magaindi wameweza kujificha. Vavaraye, I'm taking you in after this. So, enda nani fanya kazi faster. Sasa akina Motua wakuwa wametulia design kama hiyo. Jamaa wetu Simon Templar aliweza kudunda shasha. Motua na kwenu kunanga maji. Oi, Mosioka Modhiani kuja hapa. Karibu Modhiani akaweza kuona kano design kama hiyo, na kisha manzo wetu akakuingilia, yani jamaa wetu akakuingilia ndani akapata manzo wetu. How predictable. Vavaraye,
Where's the girl? Ako wapi huyo mamzi? Here, finish the job, or I finish you. Finish job or I finish you. Talk to a lady. Nikamwambia mtu angereshangi kabibi design kama hiyo. Ex-wife. Hapo ndipo jamaa wetu alikuja kujua. Kumbe huyu Marius alikuanga ex-wife. Yani Marius na huyu Patricia walikuwa wameoana. Na kwa hivyo Patricia ni ex-wife wa Marius. Guy. Johnny Fanak na yeye. Hoi. Wale magaini na hapa wazilikuwa wamekaekea Kamanzi ulinzi na wanyonga design kama hiyo. Akafahamisha Kamanzi mimi ni mwana FBI. Na kwa hivyo kuja tuweze kuchomoka mami. Kaindi wameweza kuona kando design kama, lakini kwenda kuchomoka wakapatikana na manze wa kigaidi design kama hiyo. Famous. Na kisha Kamanzi kakaweza kurudishwa kwa mikono ya magaidi tena. His mommy. Sasa Marius akakuja kumwambia, Before his eyes. imagine vile wazazi wako waliuawa. About that. Akamuuliza, unajuaje wazazi wangu waliuawa? Akamwambia, mwenye aliua wazazi wako And your father. ni Ian. Hiyo tattoo ambayo uliweza kuiona, huyo mtu ambaye hapa basi alikuwa anamuita Sanda, mwenye na maya hapa basi aliweza kukutrain, yeye ndiye ambaye alibandilishanga jina lake na siku hizi anajiitanga Iano. Yule mtu ambaye ameweza kupeana $2.5 million ndiye Iano. Sasa manzi wa kigaidi alikuja kumuuliza, nani mbona mnaepa na manzi? Kitazi kikaanza shasha. Jamaa wetu ashaweza kujua Ian ndiye Sanda na ndiye ambaye hapa basi aliweza kuangamiza wazazi wake. Kamanzi ketu Patricia na yule hapa basi manze wa kigaidi shasha. Marius na jamaa wetu Marius na jamaa wetu Simon Templar ni kitanzi shasha. Jamaa wetu weko kando zaidi Johnny Fanak akaweza kusukumia wale magaidi marisasi design kama hiyo. Jamaa wetu na yeye Time to leave. It's over, Marius. Let the girl go. akamfahamisha Marius achana huyo msichana. Akamuuliza, sasa unakumbuka, unafikiria huyu msichana ukiweza kumsave ndipo wazazi wako wataweza kufufuka? We kwenda huko. Unataja wazazi wangu design kama wazazi wangu mmeweza kuangamiza na mnawataja ovyo ovyo. Who killed them? Who killed my parents? Who killed my parents? Nani aliwaangamiza? Templar. Akamfahamisha nani? Simon Templar. Game. Wewe ni mtu mdogo sana tena zaidi. Lakini ukweli umaneno kwa maana kweti mwenye hizo pesa ndiye aliweza kuangamizanga wazazi wako. Man. Jamaa wetu ameweza kupewa hint na ana suspect huenda yule Ian Iano, huenda yeye ndiye namba hapa basi aliangamizanga wazazi wake. Huenda Sanda ndiye namba hapa basi mwanzo anajua Sanda ndiye aliangamizanga wazazi wake. Yule namba hapa basi aliweza kumtrain ndiye aliweza kuangamiza wazazi wake. Jamaa wetu Kamanzi kakuja kafahamishwa babako alikuwa anafanya kazi mzuri. Babako alikuwa anafanya kazi mzuri hapa basi ya kuweza kumake sure kama na kwa zile pesa zimeweza kufikia watu ambao hapa basi wanafaa kufikia zile pesa. Na kwa hivyo zile pesa tushaweza kuzirecover na kwa hivyo tutaweza kuzirudisha ziende zikasaidia watu kurupana wananjeri. Watu ambao hapa basi walikuwa wanahitaji usaidizi wa zile pesa, hao ndio watu ambao hapa basi tutaweza kurudisha zile pesa ziende kwa Johnny Fanak. Na yeye akajua jamaa wetu hapa basi anasaidianga watu na kwa hivyo akaweza kumwacha jamaa wetu haende huru bila kumshika. Sasa na yeye Iano, Do you know any details surrounding the missing fund's sudden reappearance?
I don't know where this money... Ameamua kuclear evidence aweze kutransfer zile file zote ambazo zinaonyesha makosa yake. Kule upande wa Nigeria nako president ameweza kufurahia sana tena zaidi mwanzo. Pesa ambazo hapa baadhi zilikuwa zimepotea, pesa ambazo zilikuwa zimekuja kusaidia watu wa Nigeria zishaweza kupatikana, na kwa hivyo zitaweza kuwasaidia watu ambao hapa basi wanahitaji usaidizi wa kupewa zile pesa. Iyano na yeye amejua pesa zake zimeweza kukunywa maji design kama hiyo mwanzo. Zishaweza kuchukuliwa na Simon Templar aka The Saint. Hapo sasa ndipo aliweza kudugiwa mawasiliano na mdozi wake Grand Master. Akaweza kumfahamisha Vavarai, later on, right now I need help. Ukishikwa unajua vile tunafanyanga hii kazi. You are not. Hatuwezi tukakupea usaidizi. I'm sorry, but the Brotherhood is... But Brotherhood imeweza kukuacha. Pambana na hali yako kivyako. Imagine, wandosi wa magaidi ukishikwa, wanakuachanga mwanzo wewe sasa ushakuwa threat, ushaweza kujulikana. Wanakuachanga, unaumia peke yako. Hivyo sasa ndivyo ambavyo hapa basi Yano aliweza kufanyiwa, na kwa hivyo yeye kama kuweza kuchomoka, apaki vitu zake, hawezi kutoka nje ya Amerika, hawezi kuingilia hapa basi nchi zingine ambazo hapa basi naweza kujificha. Lakini kutoka upande wa nje akapata magaidi wake wameweza kuangamizwa wote. Mbio akakuja sasa hapa basi napaki vitu kwa gari yake. Anataka kuwepa, anataka kuchomoka manzi. Lakini punde si punde, nyuma yake jamaa wetu Simon Templar, jamaa wetu kuchomoa kisu, akapata ile tattoo ni yule mtu namba hapa basi aliweza kupiganga wazazi wake marisasi. Vavarai patwa. Looking for this? Unaangalia, unatafuta hii bunduki? Yenyewe umekuwa mzee. Hello, Simon. It's been a while. Akamfahamisha Simon ni aje. Kumbuka mimi ndiye namba hapa basi niliweza kukutrain. Akakumbuka vile ambavyo hapa basi babake aliweza kumletanga huyu Yano akiwa anajiita Sanda kwao manyumbani. Anakumbuka vile ambavyo hapa basi Sanda aliweza kuangamizanga wazazi wake. Silverware. We don't have any money in the house. Vile ambavyo hapa basi akina Sanda, akina Yano waliweza kuingilia kama nyumbani kwao, wakaweza kuona wazazi. Akamfahamisha hii organization yetu inawindanga matemplars wote, na kwa hivyo World peace. lazima tuweze kumwangamiza mwanzo. Mission ya organization yetu ni kuangamiza matemplars wote mpaka wa mwisho. Mamake kijana wetu akajaribu kuwabemereza kumfahamisha, msiweze kuangamiza bibi yangu na mtoto wangu manzi. Sina shida mimi kuniangamize, niangamizeni, lakini don't touch my wife. Me you're after. It's only me you're after. My wife out of this. Leave my wife out of this manzi. Leave my family. Lakini wakaweza kupiga mamake kijana wetu marisasi ndizeni kama hiyo. Yano akaweza kupiga babake kijana wetu marisasi ndizeni kama hiyo. Akaweza kumuona kando manzi. Kijana wetu hakuweza kuamini. Akaweza kukimbia ndizeni kama hiyo. Baada Yano kuweza kumwangamiza jamaa wetu, yani wazazi wake jamaa wetu, zaidi ni yeye alikuanga trainer hizo nyakati. Baada kuweza kuangamiza, akachukua ile family ring, ile pete yake namba hapa basi babake kijana wetu alikuwa nayo, akaweza kuchukua, na ndio maana unaona hapa basi amekaa na hii pete mpaka ndipo baani ambako hapa basi alikuwa amepea treasurer wake hii pete. Hii ndio wakati namba hapa basi atachukua pete. Lakini punde sipunde wakisikia hapa basi kijana wetu Simon Templar akakule pande wa juu ni kuepa na epa kuingiria, wakapata kijana ashaweza kuepea kwa dirisha design kama hiyo. Sanda na niye tu alikuwa ameweza kumtrain kijana wetu. Kijana akaweza kuepa design kama hiyo. Wakajaribu kumpiga marisasi, lakini kijana akafaulu kuepa. Baada kijana kufaulu kuweza kuepa,
Sanda akakuja na kabandirisha jina lake, akaanza kujiita Iano. Na ndio maana unaona kijana wetu hajawahi mpata mpaka leo hii. Kama si ile pete, kijana wetu hangewahi jua kwamba na kweti Iano ndiye Sanda. I'll worry about that. Na kwa hivyo kamfahamisha Vavaraye, vile ambavyo ulipiganga babangu marisasi, hivyo ndivyo ambavyo hapa basi nitakupiga marisasi hata wewe. Lakini jamaa wote waliweza kujaribu, akashindwa. Akamfahamisha Sanda, There's still a little boy concerned with honor. lakini Sanda bado anamfahamisha, maana wewe ni kijana mdogo, nilikuambianga usiwahi kuwa na weakness. Weak like your father. You are weak like your father, manzi. Nilikuambianga ukikuwa weak. He was home, and you betrayed him. Enemies wako atakuchukulia advantage. Sasa umeshindwa hata kuniangamiza. Lakini jamaa wote kamfahamisha, afadhali nikuwe weak kuliko wewe. Babako alikuweza kukuintroduce kwa familia yetu, na kisha kaweza kumsaliti, ukaweza kuangamiza familia yake. Hapo ndipo wanapolisi sasa walikuingilia, wakajua huyu sasa Iano ndiye Sanda, na ndiye namba hapa basi amekuwa akiangamiza ma Templars. Ameua watu wengi sana tena zaidi, na juu ya hivyo amekuwa hapa basi akihusika kwenye biashara za money laundering, kuosha pesa dogo, brother mpenzi mtazamaji. Na juu ya hivyo amekuwa akifund terrorism activities, na kwa hivyo wanapolisi sasa akina FBI, akina jamaa wetu Agent Cooper, akina John Fanak wako areas zenye kuweza kumake sure kama na kwetu hapa basi wameweza kumkamata huyu Iano Onjifley, yule gaindi kwa jina la Sanda, waweze kumtia ndani kwa yale makosa yote na hapa basi ameweza kufanya ya kumuua baba, yani wazazi wake kijana wetu, kuua ma Templars, kuweza kuhusika kwenye biashara za kuosha pesa, yani money laundering, na vile kuhusika kwenye biashara za indefinite detention of terrorism suspects. Terrorism funding. Na kwa hivyo ataweza kuchukuliwa, aweze kupelekwa pale gerezani, na kisha haweze kuhukumiwa maisha, ama aweze kuhukumiwa executioner. Jamaa wetu naye ashaweza kuepa, wanapolisi wakiongea na huyu mudhee, jamaa wetu aliepa kitambo na akaweza kuenda mwanzo. Ndio wanapolisi wanatakanga kumkamata kila siku mwanzo. Yeye anafanyanga kazi, yani kazi yao wanapolisi sasa ni kukuja kukamata mtu ambaye jamaa wetu ashaweza kukamata. Ina maana sasa jamaa wetu Simon Templar anafanyanga kazi ya kuwakamata magaidi, anawapeana kwa wanapolisi. Huyu sasa dogo, brother mpenzi mtazamaji, huyu sasa ni mwizi mtakatifu. Huyu sasa ni mwizi mzuri, holy thief. Ina maana sasa the saint, mwizi mtakatifu kabisa. Jamaa wetu ashaweza hapa basi yani kufanya revenge. Ashaweza basi kufanya revenge ya kifo cha wazazi wake. Ashaweza kumuokoa yule manze kwa jina la Zoe, na ashaweza kumake sure kama na kwa zile $2.5 billion zimeweza kurudi kwa watu wa Nigeria. Watu ambao hapa basi walikuwa wanahitaji zile pesa. Akiweza basi kufanya ile mambo yote, akiweza hapa basi kufanya kupenda revenge ya kifo cha wazazi wake, akiweza kurecover zile $2.5 billion, na akiweza kumake sure kama na kwa hapa basi ameweza kwa kale kamanze hapa basi, na mimi cheki na picha reto at the saint. Dakika ni za mwisho. Akabasi ni wako Mashtundia DJ Jing Movies. Asanteni sana na karibuni tena Mashtundia. Na mtazamaji vile usisahau hapa basi kuweza kutufollow pale Facebook. Kwenye Facebook page ya DJ Jing Movies kuna video zingine zetu noma. Elekeni pale Facebook, mtaweza kupata video zingine ambazo ziko hapa pale Facebook kwa page ya DJ Jing Movies. Mtaweza kupata kuna movies zingine ziko area zenye uwezo. Kwa hivyo kama unahitaji video zingine extra, utaweza kuzipata pale Facebook kwenye Facebook page ya DJ Jing Movies. Otherwise the saint, dakika ni za mwisho. Mardadi.
Stop.